Mfahamu Sultani Makenga. Katika historia ya migogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna majina ambayo hayawezi kupuuzwa. Mojawapo ni la Sultani Makenga. Ni jina lililohusishwa na vita, uasi, mgawanyiko wa kijeshi na mijadala mikali ya kimataifa. Ajua wengi zaidi kati yenu wameshindwa kuvumilia na wakatoroka. Nawaza hao ni wajinga, lakini nawaza kama na jambo ambalo kumewaleta watarudi hapa, ndio hivyo? Lakini kabla ya kuwa kamanda wa kundi la M23, alikuwa nani? Alipitia safari gani hadi kufikia nafasi hiyo? Na ni nini kilichomfanya kuwa mmoja wa watu wanaozungumziwa sana katika siasa na usalama wa ukanda wa Maziwa Makuu? Historia hii inachambua maisha na safari yake, kuanzia ushiriki wake katika makundi ya waasi ya awali, kuunganishwa kwake katika jeshi la taifa, hadi kurejea tena katika uasi wa silaha. Historia hii imeandaliwa na Frederick Juma. Imesomwa na Sofia Ngoi. Leo tunaangazia historia ya mmoja wa makamanda wenye utata mkubwa katika ukanda wa Maziwa Makuu ya Afrika, Sultan Makenga, kamanda wa kundi la waasi la M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni nani huyu? Alitoka wapi? Na kwa nini jina lake limehusishwa na vita, migawanyiko ya kijeshi na vikwazo vya kimataifa? Karibu katika simulizi hii. Sultani Emmanuel Makenga alizaliwa tarehe 25 Desemba 1973. Anatoka katika jamii ya Watutsi wa Masisi, lakini alikulia katika eneo la Bwito, Ruchuru, Kivu Kaskazini, karibu na mipaka ya Uganda na Rwanda. Mwanzoni mwa miaka ya 1990 alijiunga na waasi wa Rwanda waliokuwa chini ya chama cha Rwandan Patriotic Front, RPF. Alijulikana kwa ustadi wake wa kupanga mashambulizi ya kushtukiza, ambushes. Alipanda cheo hadi kuwa sajenti na naibu kamanda wa kikosi katika jeshi la Rwanda. Mafanikio kubwa kwa raia wa Kongo. Katika vita vya pili vya Kongo 1998-2002, alihusika katika operesheni za kijeshi chini ya makamanda wakuu wa Rwanda, akiwemo James Kabarebe. Lakini safari yake haikuwa laini. Inadaiwa aliwahi kukamatwa kwa muda mfupi kwa kupinga ushawishi wa Rwanda katika baadhi ya maamuzi ya kijeshi. Baadaye alijiunga na kundi la waasi la CNDP lililoongozwa na Laurent Nkunda. Alikuwa mmoja wa maafisa wa karibu wa Nkunda na alikuwa jukumu la kudhibiti maeneo muhimu ya mpakani, ikiwemo njia ya Bunagana karibu na hifadhi ya taifa ya Virunga. Mwaka 2009, baada ya Nkunda kukamatwa nchini Rwanda, kundi la CNDP liliunganishwa rasmi katika jeshi la taifa la Kongo, Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC. Lakini ndani ya CNDP kulikuwa na mgawanyiko kati ya wafuasi wa Nkunda na wale wa Bosco Ntaganda, ambaye alikuwa tayari ameshtakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Mnamo Mei 4, 2012, Makenga alitoroka FARDC na kujiunga na uasi mpya. Mnamo Mei 6, 2012, kikundi cha waasi kilichoitwa March 23 Movement M23 kilianzishwa rasmi. Makenga aliteuliwa kuwa kamanda wa mrengo wa kijeshi wa M23. Na mkiwakuta kwenye mnaenda vijijini au kwa unit ambao wametorokea ndani, mwelezee warudi hapa na wauzuie mafunzo na wamalize. Tunakubaliana? Mnamo Novemba 2012, M23 waliteka mji wa Goma, tukio lililotikisa eneo lote la Afrika ya Kati. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la kuitaka M23 kuondoka Goma mara moja na kusitisha mashambulizi. Makenga aliwekewa vikwazo, kufungiwa mali zake, kupigwa marufuku ya kusafiri.
Pia Marekani ilimweka kwenye orodha ya vikwazo kwa madai ya kuhusika na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Mwaka 2013, Makenga alimwondoa Jean-Marie Runiga kutoka uraisi wa M23. Akimtuhumu kumuunga mkono Bosco Ntaganda. Hii ilisababisha mapigano ya ndani kati ya makundi mawili, la Makenga na la Ntaganda. Hatimaye kundi la Runiga na Ntaganda lilishindwa na kukimbilia Rwanda. Mnamo Novemba 7, 2013, baada ya M23 kushindwa na jeshi la Kongo likisaidiwa na brigedi ya Umoja wa Mataifa, Makenga alijisalimisha nchini Uganda katika hifadhi ya taifa ya Mgahinga. Alikuwa pamoja na mamia ya wapiganaji wake. And confirm that indeed Sultan Makenga surrendered yesterday early morning to the Ugandan authorities. Walihifadhiwa katika eneo la siri. Mwaka 2017 alijaribu kuanzisha tena vita vya msituni, lakini juhudi zilishindwa. Mnamo Novemba 2021, M23 ilianza tena uasi mpya chini ya uongozi wake. Nawaza mimi kama Makenga sipiganie shida zangu binafsi, sipiganie shida za Kongomani. Kama shida za Kongomani zikawa zimemalizika zote ambazo tunapigania, kubaki shida yangu binafsi, nawaza itakuwa ni kujidanganya. Kuanzia 2022 hadi 2024, kundi hilo lilidhibiti maeneo makubwa ya Kivu Kaskazini likidaiwa kupata msaada kutoka Rwanda, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Mnamo Januari 2025, waasi walifanikiwa tena kuuteka mji wa Goma. Mnamo Agosti 8, 2024, mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa ilimhukumu Makenga kifo akiwa hayupo mahakamani. Alipatikana na hatia ya uhalifu wa kivita, uhaini, kushiriki katika shughuli za M23. Watu wengine 25 pia walihukumiwa adhabu hiyo hiyo. Mtu gani mwenye kanitafuta kunishika? Mimi nipo. Kuja nishike. Na hakuna nchi zakimbilia ndani. Makenga anatajwa kama kamanda mkimya lakini mwenye msimamo mkali, anayeheshimiwa na wanajeshi wake. Hata hivyo, jina lake limehusishwa na mauaji, utesaji, unyanyasaji wa kijinsia, uajiri wa watoto wanajeshi, kuwalazimisha raia kuhama makazi yao. Hitimisho. Historia ya Sultani Makenga ni sehemu ya simulizi kubwa ya mizozo isiyoisha katika mashariki mwa Kongo, eneo lenye utajiri wa madini, lakini pia lenye historia ndefu ya vita vya makundi yenye silaha. Je, M23 ni harakati ya kisiasa yenye malalamiko halali, au ni mwendelezo wa mzunguko wa vita vinavyoathiri raia wa kawaida? Hilo ndilo swali linaloendelea kujadiliwa hadi leo. Safari ya Sultani Makenga inaakisi hali tata ya mashariki mwa Kongo, eneo lenye historia ndefu ya migogoro ya kisiasa, kijeshi na kikanda. Kupitia maisha yake, tunaona mchanganyiko wa uaminifu wa kijeshi, migawanyiko ya ndani, madai ya ushawishi wa mataifa jirani, Have no extradition treaty with the DRC, pamoja na mashtaka ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Ni historia inayozua maswali mengi. Je, ni matokeo ya siasa za kikanda? Au ni mwendelezo wa mzunguko wa migogoro isiyoisha? Majibu yake bado yanaendelea kuandikwa katika kurasa za historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa historia hii.
Kama umefurahia video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili wengine pia wapate kujifunza na kufahamu historia hizi muhimu. Maoni yako ni ya thamani sana. Andika kwenye sehemu ya maoni, utuambie unataka tuandike historia ya nani au tukuletee mada gani ijayo. Mimi ni Sofia Ngoi na hii ni Juma TV. Tukutane tena katika simulizi nyingine ya historia.